Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na tumaini ndugu zangu ni wazima wa afya. Tumekutana katika siku nyingine tena leo. Ni mimi ndugu yenu katika imani, rafiki yenu, kipenzi chenu, Sheikh Salim Dawa. Nawaletea kisa maarufu ambacho kilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahaba wake maarufu aitwaye Khalid bin Walid bin Mughira. Khalid bin Walid bin Mughira alikuwa ni miongoni mwa wale makomando wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipigana vita 100 na akapata majeraha 72, lakini hakupata kufia katika vita. Tutazungumza kwa mukhtasari kwa ufupi kisa chake. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha jeshi liende vitani, na yeye alikuwa ni miongoni mwa masahaba aliokuwemo katika ile kikosi ambacho Rasulullah alikipanga. Kwa kawaida Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiteua wale maamiri au viongozi ambao wataongoza vita, ikiwemo masahaba wawili na mmoja wao watatu ambao alipewa bendera. Kwanza alikuwa ni Said bin Jafar. Sahaba huyu Mtume SAW alimuamuru kwamba yeye atashika bendera endapo miongoni mwa wale masahaba mmoja wapo atapata adha yoyote katika vita. Lakini wakati jeshi limetoka mji wa Maka kuelekea katika uwanja wa vita, baada ya kufika kule vita vilivyoanza walipambana kadiri ya mastatwa. Yule ambaye alikabidhiwa bendera sahaba akakatwa shingo. Wakati bendera inakaribia kudondoka, kuna mwingine akaidaka. Yule aliyedaka bendera na yeye alipambana kadiri ya vile Allah alivyomkadiria, na yeye akauliwa katika uwanja wa vita. Kisha bendera akaichukua Said bin Jafar radhiyallahu anhu. Alipochukua Said bin Jafar katika kupambano, alikatwa mkono mmoja, na kisha akabaki ameshika bendera mkono mwingine ili bendera isianguke. Lakini baadaye ule mkono mwingine walimkata, lakini bado alibakia kuishikilia bendera kupitia vitanga vyake viwili vya mkono, baina ya hichi na hichi, huku ameshika bendera na huku akiwa anaongoza jeshi katika uwanja wa vita. Hakika pale ndipo lilipotokea tukio, Jafar akauliwa. Ndipo Khalid bin Walid akaidaka bendera na kuliamrisha jeshi, hali ya kuwa yeye sio miongoni mwa watu ambao walichaguliwa kwenda kuliongoza jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha